kwa kila mmoja Bwana wetu atakayeingia mahali hapa kwa ajili ya kukuabudu siku ya leo. Jehova, neema yako iwe juu ya kila mmoja. Jehova, amani yako iwe juu ya kila mmoja. Wanao wanaingia mahali hapa Jehova wakiwa na matarajio mengi, wakitarajia uponyaji wako Bwana, wakitarajia neema yako Bwana, wakitarajia useme na maisha yao Jehova. Asubuhi ya siku ya leo naomba kwamba Bwana mahali hapa Jehova uwepo wako ukatawale. Yeyote atakayeingia mahali hapa siku ya leo auone utukufu wako, auone utukufu wako Bwana, auone wema wako Jehova, akili kwamba siku ya leo nimekutana pamoja na Mungu. Kuna wenye wataingia mahali hapa Bwana macho yao yamejaa machozi kwa ajili ya shida Bwana ambazo wamepitia katika maisha yao. Jehova, ukawatatulie shida zao, ukawape amani tena kwa utukufu wa jina lako Jehova. Kuna wengine wanakuja mahali hapa wanalilia ndoa zao Bwana, wanahitaji ukombozi Jehova, ukawakomboe siku ya leo katika jina la Nalia kwa ajili ya kazi zao. Wewe Mungu ukawasaidie, wewe Mungu ukawatende mema. Wengine watakuja Bwana wanakuhitaji katika jambo hili na lile. Jehova, siku ya leo ukakutane na maisha ya mtu mahali hapa, ukabadilisha historia ya mtu Jehova. Kila mmoja atakiri kwamba Bwana ametutenda mema. Jina lako liinuliwe Mwokozi, jina lako litukuzwe Mungu wa Israeli, kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Si wewe ni ngome yetu Bwana, si wewe ni msaada wetu Bwana, si wewe ni kimbilio letu Jehova. Tunakuaminia siku ya leo, tunakiri kwamba Mungu ukatutende jambo jipya siku hii ili tukalitukuze jina lako. Wewe ni Alfa na Omega Bwana, tunakuabudu muweza yote. Asante kwa kuwa Bwana utatusaidia, asante kwa kuwa Bwana utasimama pamoja nasi. Asante kwa sababu Mungu utakuwa upande wetu. Jina lako liabudiwe Jehova. Wewe ni mwaminifu Bwana, tunakushukuru asubuhi ya siku ya leo. Asante Bwana kwa kuwa utasimama pamoja nasi hata katika hali zote siku ya leo. Mungu, wewe utanena pamoja na maisha yetu. Na kushukuru kwa sababu ya wanao ambao wako ndani ya nyumba hii asubuhi ya siku ya leo. Maisha yao ni mikononi mwako Bwana, familia zao ni mikononi mwako asubuhi ya leo. Hatima yao Bwana ni mikononi mwako Jehova. Na waombea neema yako na rehema zako Bwana, hata neno lako linapokuja asubuhi ya leo liwe sehemu ya maisha yao Jehova Mungu. Na kushukuru kwa wale ambao wanaotutazama kutoka karibu na mbali Bwana, asubuhi ya leo neno lako pia ni sehemu ya maisha yao Jehova. Bwana, ukazungumzie kila mmoja, neno lako lisipite yeyote Bwana atakayelisikiza, liwe la faida katika maisha yake Bwana, tukalitii ili tukaweze kuendelea mbele. Bwana, tunaalika uwepo wako siku hii ya leo, hata katika mipango yetu ya siku hii Bwana. Tuko na upatizo siku ya leo, tunaalika Roho wako Mtakatifu. Hata Bwana siku ya leo tutashiriki katika meza yako, neema yako itutoshe siku hii Jehova. Na kushukuru kwa wote watakaoingia mahali hapa Bwana. Siku ya leo itakuwa tofauti na siku zingine Bwana, watakili kwamba tumekutana na Yesu ambaye anatenda mambo makubwa. Asante kwa sababu ya sehemu ya neno lako ambalo tunaingia asubuhi ya leo Bwana. Naomba kwamba Roho wako Mtakatifu akatuongoze tunapoanza mpaka tutakapofika mwisho wa ibada yetu ya kwanza. Jehova, tutaliheshimu na kulinua jina lako. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni mtakatifu.
na wewe ni Mungu mkuu. Tumeomba tukiamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen. Amen. So asubuhi ya siku ya leo ningependa kumshukuru Mungu kuwa mtetezi wa maisha yetu. Nimshukuru Mungu ambaye amekuwa kila kitu kwetu, ambaye amekuwa pia mwema katika maisha yetu na ya familia zetu. Amen. So ningependa nichukue nafasi hii niwakaribishe wote sisi tulio karibu tu bila mpangilio wowote. Kila wakati Mungu anakusanya tu bila mpangilio wowote. Kila wakati Mungu anakusanya watu wake, ako na makusudi na maisha yao. Na kila wakati Mungu ulileta neno lake kwa watu wake, pia ana makusudi juu ya maisha yao. So ningependa asubuhi ya leo, wale ambao tuko hapa ndani na wale ambao tunaotazama, tukubaliane kwamba Mungu ako na sababu siku ya leo ya sisi kuwa mahali hapa. So karibu sana, na ninaamini kwamba Mungu anaenda kutusaidia. Amen. Amina. So kwa sababu ya muda, amen. Amina. So kwa sababu ya muda, I would like us to go to the word of God, ili Mungu akaweze kutubariki. Amen. Amina. So I would like us to read from the book of Isaiah, chapter number 43. We will read verse 4. Lakini pia mtanikubalia nikisoma huo mstari nitarudi tena nyuma, kwa sababu huo mstari wa 4 ndo nitaongelea zaidi. Amen. I said Isaiah chapter number 43 and the verse number 4. Amen. Amina. Okay. Inueni gomole abengenche nene asa maisane muabeire musikire na inche nigo mbanchete asa iyo nindwe abantu bebisaku abagima obugima bwaino botoliwe. Amen. Lindu abantu bebisaku basiriwe libaga lyaino elinde obugima bwaino botoliwe. Amen. So I will read my version also. The Bible says in the book of Isaiah chapter number 43, I will read verse 4. Since you are precious in my sight, you have been honorable, and I have loved you. Therefore, I'll give men for you and people for your lives. Let me repeat. Since you were precious in my sight, and you have been honorable, I have loved you. Therefore, I'll give men for you and people for your lives. Allow me again to read from verse 1, so that we can understand mwandishi wa kitabu hiki anamaanisha nini. The Bible says, but now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine.
verse number 2, the Bible says, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall the flame kindle upon you. Verse number 3, the Bible says, for I am the Lord your God, thy Holy One of Israel, your Savior. I gave Egyptians for your ransom, Ethiopians and Seba for you. inwe abantu bororerya rwa Yakobo, inwe Abaisiraeli, aya naro omonene olia obatongete ase obatongete nakoba bomba agoteba timoiroka ekiagera ninche nababoririe nabarangeirie asamarieta ino inwe nabane ekero morabe mogweta asamacheime nimbe amona inwe namoba mogweta ase chindoche tichikobamera namoeta ase omorero timogosambwa gose omorero ekebemberi tokobasiria inche ninche omonene Nyasaye ino ninche omocheni bwa Abaisiraeli ninche omotorio ino nigo narweta Abamisiri bakaba emboria ase eng'encho ya ino nkarwa Aba-Ethiopia na Abaseba libaga lia ino. Amen. Let's pray. Father Lord, we thank you for the portion of your word that we've read. As we share the King of Kings, I pray that may your Holy Spirit guide us. Make us understand this word, God, so that it may help our lives. In Jesus' name we pray. Amen. So mahali hapo ambapo tumesoma tuko na mambo machache ambayo tungependa tutoe katika maandiko hayo ili yakaweze kutusaidia. So our topic is in verse number 4, that we are God's chosen and valuable. Praise the name of Jesus Christ. That is the important thing that ningependa tuangalilie. Ya kwamba sisi ni wateule wa Mungu na sio wateule tu. Sisi ni wadhamana kuu mbele za Mungu. So Mungu anapofanya umbaji wake, when you read in the book of Genesis chapter 1, verse number 31, the first part of it, the Bible says that then God looked over all that he had made, and they saw that they were very good. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu alipokuwa katika umbaji wake, akaumba wanyama, mimea wote na vitu vyote, akaona kwamba mambo yote yamekuwa sawa. When you continue reading, Biblia inasema kwamba kwenda mbele, Mungu alipoona kwamba mambo yote yamekwisha kamilika, akaona ni heri mimea isikuwe peke yake, wanyama wasiwe bila majina. God created a man in his own image. Bwana Yesu asifiwe. So as we are seated here,
We are the image of God. We are His children. He has chosen us this morning. That is why I said that our topic is we are God's chosen. There are people that have been chosen by men. There are people that have arranged themselves na watu wengine, lazima watambulike na majina ya watu wengine. But there are those that God has chosen for Himself. And He has not only chosen them, He is confirming to them. Bwana Yesu asifiwe. Anawahakikishia kwamba you are not only my chosen, but you are favorable to me. Ndio maana anasema katika Isaya that since you are precious to me. Third verse number 4 yenye tumesoma Isaiah 43 verse 4. Since you are precious in my sight. Bwana asifiwe. So as we are seated here again this morning, I want to tell you something. That you are precious in the sight of the Lord. Kwamba wewe ni wa muhimu zaidi katika macho ya Mungu. Unaweza onekana kuwa mtu bure katika macho ya wanadamu. Watu wanaweza yani watu wanaweza kukuashumu tu hivyo. Wengine hata hawata kunotice. Bwana asifiwe. Wengine wanaweza ona wewe si wa muhimu katika maisha yao. Lakini Mungu anasema kwamba since you are precious in my sight, you have been honorable. Bwana asifiwe. Hani Mungu anatuita waheshimiwa. Ni jinsi gani ilivyokuwa ya muhimu. Bwana asifiwe. Yani as we are seated here this morning, Mungu anasema kwamba we are precious to Him. We are honorable to Him. Anasema kwamba kwa sababu hiyo atapeana mataifa kwa ajili yetu. Yani kuna mambo mahofu ambayo yangetupata. Tungeweza kupita katikati ya moto na tuteketee. Tungepita katikati ya maji na tuzame. Bwana asifiwe. Watu wangetusema maneno yao yatufunje mioyo. Gharika ingekuja itugharikishe kabisa. Tungehukumiwa kwa sababu ya makosa yetu. Lakini Mungu anasema kwamba kwa kuwa ninyi mnanipenda, kwa kuwa mnalipenda jina langu, now you are precious. Not only precious, you are also honorable. Praise the name of Jesus. You know, hakuna wakati mimi naweza shuku neno la Mungu. Bwana asifiwe. Anachokisema Mungu ni cha ukweli. So he means that this morning we are precious. Ombi langu asubuhi ya leo is that we abide in this kitu, yani tukaweze kuabide in this condition ambayo Mungu anasema mahali hapa.
mambia bono nkelinga tunyare kubwata linga neli nyasaya kotote ibono mambia tukampende. tomwanche. Bwana asifiwe. Mwana Yesu Yani abakwe. Mungu anahitaji sisi tukaweze kumpenda. Yesu gatoka neti tomwanche. Kwa kuwa anasema kwa kuwa nyinyi Israeli mnanipenda. Ekigera kotobanga asingi nchinwa ba Israeli monganchete. Kwa kuwa ninyi watu wa Nyamataro mnanipenda. Asingi nchinwa bantu ba Nyamataro monganchete. Kwa kuwa wewe as an individual unanipenda. Asingi nchayaye onganchete. Sitakuacha uangamie. Tingo gotigo chande. Sitakuacha ukapotee. Tingo gotigo sire. Sitawacha watu wainuke juu yako. Tingo tiga bantu baimokerere mamicha yao. Sitawacha ukaweze kuangamizwa na mambo ya dunia hii. Tingo tiga bintu biensi biko sirie. Anasema kwamba igagoteba iga because I loved you. asinge nchona wanchetaye. Na ninyi mnanipenda. Nayo nganchete. I will therefore give men for you. Ningena n'abantu likali yao. And the people for your life. N'abantu asinge ncho yobugima bwao. Yani ungekufa kwa mambo mengine. Ngocha kukuwa lenga asinge ncho yamangana mane. Lakini Mungu anaona kwamba ni heri nipeane watu wengine wakufe. Lakini nyasarenga afadhali yana n'abantu bande bakwe. Taifa letu lingeangamia. Ese yitoro ko yaho chagosaleka. Lakini kwa sababu wewe uko katika hii taifa. Lakini asinge nchayora asense yiga. Nyamataro ingeangamizwa na mwofu. Nyamataro nabo yaho chagosiri kuno molero. Lakini kwa sababu wewe uko. Lakini asinge nchayora. Mungu anasema kwamba Nyasaye gakuteba iga. Nitapeana watu Naye nane abantu kwa ajili ya maisha yako. libaga asenye nchiyo bugima bwao. Nitapeana mataifa Ningenda n'abantu bebisaku kwa ajili yako. asenye ncho yao. So asubuhi ya siku ya leo Asege mambiri tukolia leo. I want to encourage you Nigonta itoko ko moyo. that God Nganyasaye who created you, oliyo gotongete. yeye akutazami vile watu wengine wanavyokutazama. Yeye akupangii vile watu wengine wanavyokupangia. Anasema katika Yeremia, anamwambia Yeremia kwamba for I know the plans that I have for you. Sio mipango ya kukuangamiza, but mipango ya kukupa wema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu yule aliyetuumba, yeye anavyotupangia ni tofauti na vile wanadamu wanavyotupangia. Yeye anaangalia maisha yetu tofauti na watu wengine. Watu wanaweza ona kwamba wewe haufai. People can disqualify you. People cannot even recognize and acknowledge you. But God says in the book of Psalms kwamba nimeandika majina yenyu katika viganja vya mikono yangu. Ebisanyi. Bwana asifiwe. Yani hata wakati watu hawakutambui, watu hawatambui uwepo wako, Mungu anasema kwamba mimi nakujua. Nalijua jina lako. Nimeliandika katika asebisanyi bya mabokane. Bwana Yesu asifiwe. Anaambia Isaya, anaambia Waisraeli in the book of Isaiah, hiyo yenye tumekuwa tukisoma. Isaiah 43 verse number 5. Fear not, for I am with you. I will bring your seeds from the east and gather you from the west. Yes. Yes. Bwana asifiwe. Mungu anasema kwamba
Omanene Nyasaye gagoteba. tusifadhaike Tituobo. wala tusiogope jambo lolote. Tituobo totenge chigwe. Hata wana wetu, Nonya n'abana baito. familia zetu zilizotawanyika Abana emechi yeito yere ya seberekanire. to the east and the west, Ochichinsinyo chyosi bosongo na mocha. amesema kwamba atawakusanya wote Igagotebanga n'abasangereri bonsi. na atawarudisha. Abairanie. Bwana asifiwe. Manene Yesu. So asubuhi ya siku ya leo Asige mambi ya bono. nikutie moyo kwamba hauko peke yako. Tugoto itoko ko moyo nga tolibweka. Mungu anakutazama na macho yake ya huruma. Nyasaye nakulige tine ristoria elia Hata mabera. katika mateso yako, God is watching over you. Nonya naseme chando yao Nyasaye nakoroche. Anasema kwamba you are not alone. Igagotebanga tolia yebweka. Since you love me Asenge nchokwanga nchile. and I love you, Nenche ningwa nchete. you are precious Nikoro yobwenge. and you are honorable. Na andoro mosike. Amen. Amina. The kingdom of heaven Ewaruoti waigoro. acknowledges us. Unatutambua Nigo woto manyete. as the blessed ones of the Lord, Munaba siseni kwa banyasai. as the favored ones of the Lord. Muna bali banchere irina Sisi Nyasaye. ambao tunaompenda, Bali ntuto mwanchete. ufalme wake unatutambua kuwa walio wenye, yani ufalme wake unatutambua kuwa waheshimiwa. Obaruoti bwaye woto maite munaba sike. Bwana Yesu asifiwe. Mwanene Yesu Ase abakwe. igontoli ntutweka, Kwa hivyo hatuko peke yetu. tuko na Mungu Mtole na Nyasaye. ambaye ametuchagua, Oyoto cholire. ametufanya kuwa wateule wake Otokolire tuabira bachore bwaye. na ametufanya kuwa wadhamana. Nando otokolire tuabira bengenje. When you read the book of Matthew, Ekero togosoma kitabu kia Mathayo. let's open our books in the book of Matthew, Mathayo. chapter number 6. Isanemo. There is a verse there that I want us to read. Orocherere ndora abunta gete tosome. Amen. Amina. Matthew chapter number 6, Mathayo emerongeto isanemo. verse number 26. Orocherere rwe merongebere na isanemo. Amen. Let's read. Tiga tosome. The Bible says, Aha. behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap nor gather into their barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than they? Aha, orocherere rwe merongebere na isanemo rogoteba iga. Yes. Murigererie chinyoni chia igoro. Chirochio tichiri gosimeka. Tichiri kogesa. Tichiri gosangereria gochibiage. Na isoino ole igoro nigo aguchirageria. Yes. Ine inwe timubweti ligo liriabo. Bwana Yesu asifiwe. Manene Yesu abakwe. Mahali hapa ambapo tumesoma, Abo asetu asomire. tuna wakati mwingi Omanyete chinga kichinyinge. katika maisha haya Asobogi mobo. tunasumbuka na mambo mengi. Nigo togo chandekera mangana amange. Bwana asifiwe. Manene Yesu abakwe. Tunasumbukia hili, Twachandekereri. tutavaa nini, Inkitora abeke. tutakula nini, Inkitora alie. tutakunywa nini, Inkitora anywe. hatuna wa kutusaidia, Ntubwati oyo gotokonya. hatuna marafiki, Ntubwati abasani. hatuna ndugu na dada wanaotushikilia. Ntubwati bamura bamintora basika baminto So bagotochandekera. wakati mwingine tunajiona kwamba sisi hata sio wa maana. Igo kyagera chinga kichinde twaranga ntuntori abengencho. That is why I came with this topic that we are God is chosen and valuable. Nakige koere nane tetekerengega intuna bachore banyasaye na anda bengencho. So Yesu anapopata wanafunzi wake wanahangaika na mambo mengi. Ekere Yesu akonyora abatumwa baye bachandekete binte binge. Huyu anashughulika na hili, Oyo gashuguligete de. yule anashughulika na lile. Oyo nkelikemo chandeke. Huyu anasema mimi nataka kushughulika watu wangu wapate chakula. Oyo ngotebale nda itoko
chandeke familia ane nyore ndagera hata siwezi nikakutumikia kwa sababu ya mambo mengi. ngatingo nyara gukora singa chamangana mbucheire. So Yesu anawauliza kwamba Yesu ni gako baboliga anawapa mfano wa kitu ambacho wanachojua. obao marengani bwegento keli bamanyete Ndege wangani chinyoni cheigoro ambao pia nasi tunawajua vizuri. chinyoni echina ntuto chimanyete biyamono. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu Ni wangapi wanajua ndege wangani? balenga bamanyete chinyoni cheigoro Chinyoni echigo cha Italia. chinyoni echiga toroche mano anyambana mambintu ikuchigotera Hawana shamba, mbabwati megondo hawana gara, nchibwati byage hawakusanyi chochote, hawana mahali pa kuweka. nchiri kusangera likendo ko banchibwati ese chikobeka Lakini kila siku lakini kera lituko wanakula, chikoragera pia wanao wanakula, ne abana babo baragera wanashipa, chiigota wanakunywa. chianywa mache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Lakini hawapandi popote. lakini manya nchiri kusimeka. So Yesu anawauliza wanaohangaikia mambo mengi ya dunia hii. Bono Yesu manya kubolia baroki kubaya bara bachandeketere ebintu ebinge. Anasema kwamba omanya kubota baiga anasema kwamba angalieni ama tazameni ndege wangani. omanya bataba liyere lya chinyoni cheigoro Hawapandi chochote, nchiri kusimeka kende hawafuni chochote, nchiri kogesa kende lakini wanakula, lakini nkoragera chire wanavaa nkobeka chire na maisha yao yanaendelea. obugima bwao Then mbogerere. he asks them a question. omanya kubabolia liswali Anawauliza kwamba je, omanya kuboli nga igobo ine nyinyi sio wa maana kuliko ndege wa angani? inwe muri abenge nchoko bwoko etani chinyoni Yani, cheigoro he asks them, are you not valuable than the parts of the air? igako boli nga inwe muri abenge nchoko etani chinyoni cheigoro. Bwana Yesu asifiwe. omonene Yesu I also want to ask you that question. nichenda itukaboli mambi yabona liswali Kwamba wewe si wa muhimu kuliko ndege wa angani. ingaye toli yo bwenge nchoko etani chinyoni cheigoro. Bwana asifiwe. monene Yesu Ni nani anajihisi kwamba yeye ni wa muhimu kuliko ndege wa angani? inyo igwetenga nayo yo bwenge nchoko mano gwetani chinyoni cheigoro. Yesu anawapa mfano huo ili wakaweze kuelewa Yesu gako mwako ba mubika no yo elinde banyare kumanya ya kwamba yeye atashughulikia maisha yao, ingere igako bechandera mono atashughulikia vile watakavyokula, muna bakoragera jinsi watakavyofaa, muna barabeke watakachokunywa, nkibaranywe vile wanao watakavyosoma. muna abana barasome. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Yesu abakwe Ukiendelea kwenda chini, hiyo verse ambayo tumesoma anasema kwamba ukifika verse number 33, ogende kebuko ke 30 na yorochererwe 33. hiyo Matthew 6, unapoendelea kusoma kwenda Matayo chini, isa ne morochererwe 33. anawaambia wanafunzi wake, igako tebya aboro kikubaye because you are precious asenge ncho muri abenge than ncho the parts of heaven. gubwa chinyoni chigoro Hizo ambazo anashughulikia bila kwenda hata shambani. echiako akochandekera mono chitariko gena mogondo. Anawaambia kwamba seek ye first the kingdom of God akubatebinge gento getangani karali gyoborwoti bw'igoro and his righteousness, n'oboronge bwaye and all your desires, na amagania inonsi all those things that you are seeking, na biri byonsi by'okoliya iwe chakula, ebendagera mavazi, chini chama chianga fedha, chibesa amani. omorembe You can name all of those things that you desire ayatora byonsi bibi byoganeti because you are favorable to him. asenge ncho yo bwenge ncho monoko chiasale You seek his kingdom karali gyoborwoti bwaye and his righteousness. n'oboronge bwaye Walk in his ways. tarase chinchera chiaye Admire to serve him. gokera kumukorerere He will supply nanyare kotoa all of your needs. ebiri omugania itonsi. Bwana Yesu asifiwe. omonene Yesu Ye abakwe seek his kingdom first. aye karali gyoborwoti bwaye Seek his kingdom. ligyoborwoti Mwambie bwaye Mungu, nahitaji tu ufalme wako. tebi nyasaye ng'ancho n'oborwoti Jitolee katika hali zote. ase chinga kichonsi Werwe ayebika ili ukaweze kumtumikia yeye. omokorerere nyasaye. So anawaambia kwamba ase igoni gako baenekeria angalieni ndege wangani.
ligereria chinyoni cheigoro hawapandi chochote, mbiri kusimeka kene hawafuni chochote, nchiri kogesa kende hawana hata gara mahali wanaweka. nchibwati none byage Lakini mimi nawashughulikia. lakini nje Nyasaye igongo chingo chiakere Anawauliza, je, nyinyi si wa maana omanya kwa boli inwe muri abengencho kuliko ndege wa angani? kwetani chinyoni cheigoro We have agreed this morning twancheranire bono mambi that we are more important, inga intu otora abengencho we are more valuable inga tore abengendi bibi goli mono than the birds of the air. wetani chinyoni cheigoro So God ase igo Nyasaye admires niga kogo kigumono that we seek his kingdom ekero tokoli gyoborwoti bwaye ili akaweze kushughulikia hayo mambo mengine. elinda amanyagonya gwechandekera ali atochandete. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu abakwe. Kwa hivyo sisi ni wa muhimu, ase igo ntuna abengencho sisi ni wa maana intuna abengencho mono kuliko ndege wa angani, kole nkubwa chinyoni cheigoro na tutakapomtafuta Mungu nekero toramorigi Nyasaye na kufanya mapenzi yake, na gokora ogwancha kwaye anasema kwamba nigagoteba atatimiza ama atatutendea kulingana na mahitaji yetu. inga natokorere koregana namagari yaito. Amen. Amen. In the book of Proverbs, ase gitabu kiemerenganio chapter number 3 omorangu wa gatatu and verse number 3 and 4. orocherere nande rwa gatatu na inye isato orocherere rwa gatatu na inye. Amen. You can read. Egoteba totiga obuya nekene birwasore obisibe aserigotirriao na obirike ase enkoro yao. Yes. Igo naryo oranyora ogwancherwa na okumanya okuya ase obosio bwa Nyasaye na ase mwanya bantu. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu abakwe. Let me read my version. Inasema, let not mercy and the truth forsake you. Bind them about your neck. Write them upon the table of your heart. Verse number 4. So shall you find favor and a good understanding in the sight of God and the man. Bwana asifiwe. Amen. Mwandishi wa kitabu hiki Sulemani Omuliki bya kitabu yekega Sulemani anatuongeresha sisi kama wateule wa Mungu. ni ntwego kwanera intubu n'abachore ba Nyasaye. Kuna mambo mawili hapa anatuambia Amangana abere narayiga gototebya ili tukaweze kupata kibali machoni pa Mungu na machoni pa mwanadamu. Wancherwa bosibwa Nyasaye na bosibwa mwanya bantu. Anatuambia kwamba let not mercy and the truth forsake you. Nigagoteba ngantu tigo buya nekene birwase tole. Bwana asifiwe. So truth and the mercy aseigo obuya nekene are two things ebine bintu bibere that brings favor bikoleta ogwancherwa and the grace n'obuya katika maisha ya mtu ase obogima bwa muntu machoni pa watu na maiso amwanya bantu na machoni pa Mungu. na asa bosibwa Nyasaye Huruma na ukweli. amabera nekene Wakati tunapoishi, yani vile tunavyoishi hivi, buna tomenyete iga sisi ambao tumechaguliwa pamoja na Mungu, intu abatuacholirwa mona Nyasaye ni vizuri tuweze kuwa na huruma katika maisha ya watu wengine. obuye gusama abera sama Tuwahurumie wale ambao tunaowajua, hata wale tusiowajua. Tuwaombee mema watu wote, kwa kuwa sisi tumechaguliwa so that we can stand on the gap. Anasema ya kwamba we should find truth and the mercy around our necks. Anasema also we should write them at the tables of our hearts. Yani tuandike wema na neema katika nyoyo zetu. Kwa kuwa tutakapoandika katika mioyo zetu, kila wakati tutajua kuzifanyia kazi. Praise the name of Jesus. Mungu atatusaidia
Nyasaye otokonyire. Yani Mungu atatusaidia tutakapoyaandika natokonye ekero turalike katika mioyo zetu, ebintu bigase mioyo yetu, pia kutendea wengine hivyo. nande nitokubakarera abande boyo. So this morning as I conclude, asige mambi abana mnango chigokora, ningependa kuwasihi igongo chikoba sorora mono wale ambao tuko hapa ndani bali twensi tore maiga tunaojidunisha, abale tokoja twechaete, tunaojiona kwamba sisi hatufai, bali torochenga ntubwenereti, tunaojiona kwamba sisi sio wa maana. bali torochenga ntuntori abengencho. Mungu anatutia nguvu kupitia kitabu hicho cha Isaya. Anasema kwamba tusiogope chochote, sisi ni wa muhimu, sisi ni wateule wake, sisi ni waheshimiwa. Bwana asifiwe. Watu wanaweza kuwa wasikuheshimu kabisa, but God respects you, na anakutambua kama mheshimiwa. Mungu anasema kwamba Matthew, mahali tumesoma ya kwamba sisi ni wa muhimu kuliko ndege wa angani. Mungu atatushughulikia. Ombi langu asubuhi ya leo ya kwamba tuchitie nguvu na neno hilo. Kila wakati tumshukuru Mungu, tumwambie Mungu sisi ni wateule wako, sisi ni wa muhimu na wa maana kwako, na Mungu atatutenda wema. So unapotoka mahali hapa siku ya leo, wema wa Mungu ukakutoshe. Wewe uliyekata tamaa na kujiona kwamba haufai kulingana na maneno ya wanadamu, uchitie nguvu katika Bwana, ukaseme kwamba hakika mimi ni wa muhimu, kwa kuwa neno limesema kwamba sisi ni wa maana kuliko hata ndege wa angani. So ningependa tusimame juu kwa miguu yetu kwa dakika moja kabla niombe, tukamshukuru Bwana. Mwambie Mungu ni asante kwa sababu wewe unatuona kuwa wa muhimu. Baba, tunakushukuru asubuhi ya siku ya leo. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Wewe Bwana sio kama mwanadamu. Mawazo yako juu ya maisha yetu sio kama mawazo ya mwanadamu juu ya maisha yetu Bwana. Macho yako yanatutazama vingine, sio vile binadamu wanavyotutazama Bwana. Wakati mwingine tunajidunisha Bwana, wakati mwingine hata tunakata tamaa. Neno lako limesema kwamba sisi ni wa muhimu, sisi ni wa maana. Bwana, naombea wanao ambao wako mahali hapa Jehova, wakati mwingine wamepitia hali ngumu katika maisha yao, wamejiona kuwa peke yao Jehova, wamejiona kuwa wao sio wa muhimu, wao sio wa maana. Hata maneno ambayo wengine wamewaambia yamewadunisha, yamewakatisha tamaa. Asubuhi ya siku ya leo Bwana, sisi ni wa maana, sisi ni wa maana. Yes, we are favorable unto you, O Lord. Na umesema kwamba Mungu hautatuacha, utapeana mataifa kwa ajili yetu, utapeana watu kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Naomba kwamba ukafunike kila mmoja na damu yako, ukapiganie kila mmoja, ukatie kila mmoja nguvu na moyo kwa utukufu wa jina lako. Mungu ukatusaidie, tukakutegemea, tukakupende, tukakutafute Bwana, tukatafute uso wako, tukatafute Bwana haki yako, ili Mungu ukaweze kutusaidia. Sisi ni wa muhimu kwako, sisi ni wa maana Jehova. Neema yako ikatutoshe, neema yako ikatutoshe Bwana. Naombea wote ambao wamesikiza neno hili, oh Lord, they are chosen of you, they are honorable, they are precious, and God ukawatende mema katika jina la Yesu.
look at us, oh my Father. Amen. We worship you, King of Baba, glory. katika jina la Yesu Kristo, Oh, yes, mwana wa wewe ni Nyasaye. Mungu mwema tena Mungu mwaminifu. Ayenta atumia na ndo Tunakushukuru yegema. asubuhi ya siku ya leo. Nigo twakoira nirimbia mone mambi ya bono. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, Aye Nyasaye otanyakobu. mtetezi wa maisha yetu, Omwegereri bwa magimaito. kimbilio letu wakati wote, Obotabero bwetu chinga kichonse. msaada wetu wa karibu. Ogokonya gwetu koreange. Si umesema katika neno lako Totebetia seringana liao. kwamba Bwana, sisi unatuheshimu, Inga noto sigeti. sisi ni waheshimiwa. Inga intuna abasike bao. Asubuhi ya siku ya leo tumechitia nguvu na neno hili. Mambi ya bono tuiri chinguru ni seringana elio. Tutatembea Bwana, macho yetu yakiangalia juu, Nigo tocha gotara bono tuligere tigoro Nyasaye. kwa kuwa jinsi Bwana unavyotutazama Asenge chenge chogo torora. sio jinsi watu wanavyotutazama, Yero mwanya bante gotorora Nyasaye. jinsi Bwana unavyotuita Enge chogo torangelio sio vile watu wanavyotuita Yero Bwana. mwanya bante gotorangelio Jinsi Bwana umetupangia hatima zetu Enge choto bangerete mambi yeito. sio jinsi watu wanavyotupangia Yero Mungu. mwanya bante to bangerete. Tunakutumainia Bwana, Twagosemeria e Nyasaye. tumekiri kwamba sisi ni wa muhimu, Twatebirenga intuna abenge wa maana kuliko hata ndege wa angani. Wetani no ichinyoni cheigoro. Ulipotuumba Bwana, uliona kwamba sisi tuko sawa kabisa. Akero watu tongete gokwaro chenga igoto bwenerete pi. Tumekabidhi maisha yetu mikononi mwako. Amagi maito gotwanyatorira asore. Mungu ukatupiganie, Oturwanerere tata. ukatutetee Otwegerere. tunapopita katikati ya moto, Ketogweta katikati yemerero. katika gharika, Togweta samacha mange. katika vita vya maneno. Asichisigi chiamangana. Bwana ukatusaidie, Aye no tokonye. ukasimame pamoja Aye nasi, no tene namona intwe. kwa kuwa sisi ni wa maana Asengi ntuna bengencho. katika macho yako. Asobo sibwa. Sisi ni wa muhimu Intuna bengencho. katika ufalme wako. Asobo rwotibwao. Wazee hawa ambao wamesikiza neno hili, Abagaka abategereri nganeli. wamama hawa wamesikiza neno hili, Abangina abategereri nganeli. hata na hawa vijana na watoto Nabaruani n'abana boigo. wao, Bwana, ni wa maana kuu Nabengenchene nemono. katika maisha, katika ufalme wako. Asobo rwotibwao. Neno hili Bwana likatutie nguvu, Linganeli tukaendelee Nyasaye lito ichinguru togenderere. kwa utukufu wa jina lako. Asobo nene bwiri tali. Bariki kila mmoja, Sisi ni ekero yomo. na tunapoendelea na mipango mingine ya siku hii ya leo, Vipindi byeri tukeli. Mungu, tukauone utukufu wako. To Nyasaye tororo bonene bwao. Pokea sifa na heshima, Ireo bonene bwansi nesiko. kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Asengenchaye no mochenu mono. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Asirita ya Yesu Kristo tu asabire na Amen. kuigeni. Tunaweza weka mikono yetu pamoja, Amina, tukamshangilie amina, Bwana, amina, chinko bitoko muri Nyasaye ngambi ya mono. kwa kuwa yeye ni mwema. Asengenchere no muya. Kwa hivyo wakati huu tunaweza toa sadaka zetu Tugatorwe sadaka yeito. ili tukaweze kuenda katika Sunday school Tumanya yetu. kwenda Sunday school cheito. Amen. Amina.